Namaanisha mbwa mwitu. Nadhani kila mtu anakiona kitu kwa chini. Macho yako yanaweza kuona ni mawe. Lakini inahitaji umakini sana kwa sababu hili na mawe. Huyu mbwa mwitu alishuka hapa Kibaha mjini stendi ya mabasi siku ya Jumatano tarehe 9 mwezi wa 10 saa 3 asubuhi na mapema sana. Lakini alifikia hapa, kuna mwenyeji ninavyosemekana alimpokea. Na huyo mwenyeji anatujua sisi vizuri sana. Lakini aliposhuka hapa, cha ajabu kupitia Morogoro Road, ila alienda na hii njia usawa huu mpaka kaja Lolionde. Alikaa siku 1.5. Hakumaliza siku 2. Alipofika hapa Loliondo alikaa siku 1.5. Hakukaa siku 2. Vile vile Loliondo alipotoka akaja na hii njia kwenda Bagamoyo. Akafikia Pangani. Alipofika hapa, nadhani mnajua tuna mawakala kila kona. Pangani tuna wakala wetu muuza duka na bodaboda. Bahati mbaya ameshakusha waua mpaka hivi sasa ninavyoongea. Haitoshi, alipofika hapa katoka na hii njia. Alipokuja kama Sunshine akaja moja kwa moja. Alipofika hapa kuna njia ya Rulanzi na kuja Pichangege. Kitu kingine cha kushangaza kwamba huyu ni mtu ambaye anatujua. Sikia. Hivi huyo mtu kutoka kwanza kupita hapo baada ya kufikia na ushasema katika show watu zetu. Uone kama kuna mtu hapo anatolesha. Alafu mimi kwa ushauri wangu, mtu anayekutafuta na wewe mtafute. Alafu tunapaswa kuzunguka upande wa huku. Ni lazima tumkamate. Sawa, lakini sio rahisi kama mnavyozani. Huyu mtu anatumia akili sana. Na sio kazi ya kwanza kufanya. Hii kazi ni ngumu. Kwa hiyo siwezi kupinga mawazo yenu kwa sababu hii kazi tunaifanya wote. Lakini huyu ni mtu ambaye yuko makini sana na anafanya kazi kwa weledi wa juu. Pia alipotoka hapa kufika kwa baba, tukumbuke tuna mawakala wetu wawili waliosalia. Kwa baba ajitahidi sana kujitetea, akashindwa. Zaidi ya huyu dada muuza matunda ndio aliobaki. Mpaka hivi sasa ninavyoongea, huyu mtu kabakisha kilomita kadhaa kutufikia hapa tulipo. Kwa hiyo yapaswa tuwe makini sana. Tusimwamini mtu usiyomjua, usipokee simu usiyoielewa, maana mawasiliano yetu sisi wote yashatrakiwa. Kabla siku kuishi tutapeana mawasiliano mapya na line tutalimia. Yote ni kwa ajili ya usalama wetu. Sijui tumeelewana? Ni muda mrefu hatujakutana. Najua ulikuwa na harakati zako, nilikuwa na harakati zangu pia. Unamaanisha nini kusema hivyo? Nina maana kubwa sana. Kwenye kazi zetu limeingia doa. Doa? Doa gani hilo? Mbona unanitesha? Una taarifa kuhusiana na mbwa mwitu? Mbwa mwitu? Ndio. Hapana. Anataka kulisambaratisha kundi letu. Naomba mnifikize kwa makini sana. Hatuna muda wa kupoteza mpaka sasa hivi. Naomba mnifuate. Haya maeneo ndo wanakaa hao watu. Kwa hiyo kuwa makini sana. Hizi sehemu zote unazoziona. Hizi sehemu wao ndo wanakaa. Yaani hao ndo maskani yao. Huko kote unapoona. Hizi sehemu ni hatari sana.
Kwa hiyo umekuja, mimi nafikiri wewe ndio utakuwa mkombozi kwa hii sehemu. Kwa hiyo ni mida gani labda ambao wanakoga hapo? Yaani wale mida yao, mida ya jioni utakuta mtulio. Yaani mida ya jioni lazima wakute. Tangalau wote huko. Wote wao. Mtakiwa kwa makini. Yaani unatoa makini wa kujua mbwa mtu ni nani. Okay. Kwa hiyo kwa makini sana. Bila nitasaidia. Sawa. Nisubiri usio na popo. Wala usio na wasiwasi kwa sababu hii sehemu si salama. Sawa. Halo bosi. Niko naye hapa mbwa mwitu. Nimemleta kwa ajili ya kuonesha katika yale maeneo yetu. Na nimemtaiti hapa. Sawa bosi, wawai. Bosi, sawa. Nafikiri uko salama, sio? Kwa hiyo cha msingi kama hivyo nilivyokuambia. Nasema hapa kwa makini sana. Sitaki kuongea na rudia kila mara swali hilo hilo. Ni nani aliyekuagiza kufika mpaka hapa? Bado unataka jeuri? Eti. Wewe ni shujaa sana Mpi?
Sasa nisikilize malaya. Huyu demu wako namchukua, alafu na kuonyesha adabu. Badala kupanga mbinu za kupambana na Bamwita, mnapigana wenyewe kwa wenyewe. Tatizo nini? Tatizo la vijana wako ni wakina hawa. Nikisema hivyo nadhani unanielewa, ni mtu mzima kiongozi. Kuna mwanamke anaitwa Jasmine, yule ambaye tunapiga naye mishi, ambaye yuko pale kwa ajili ya kuuza matunda. Na wachanganya wote wawili.